sababu sababu الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ila nas. Jambo la pili ni kwamba itakuwa kama moral booster, itakupiga jeki katika wewe kuichunga hii amana ya watoto, katika wewe kuhifadhi amana ya watoto. Addu'a lahu la alayhi, ni hawa watoto wako bwana, kwanza ni muombe dua, wala usiombe maangamizi. Kwa namna utakavyokuwa, namna subra itakatika, wewe usiombe maangamizi. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake hii amepokea Abu Hurairah anasema salatu ala dua za tatu yustajabu lahunna la shakka fihi. Dua hii haina bazia, moja kwa moja inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kataja da'watul mazlum, dua ya yule kama alidhulumiwa, aliyeniwa mkono na kwa mustajabu, wa da'watul musafir, na dua ya yule musafiri akiyeniwa mkono Allah anajibu, wa mahana shahid, wa da'watul walid li waladihi, na dua ya mzazi kwa mtoto wake. Dua kama hii Allah amekubali moja kwa moja, na hii nasaha kwa kina mama, kwa kuwa kina mama hufika mahali wakafika kwenye koo akaomba dua mbaya, mshoe ikawa ndio sababu ya mtoto wake kuharibikiwa, ikawa ndio sababu ya mtoto wake kupotea. Sio hivyo, bali angalia wewe unachotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala akipigia mfano Hajar an-Nabii alayhi salatu wasalam asema Nabii Ibrahim dua kwa alikuwa masema wajibuni wa bani an na'budu al-asnam. Ya Allah, niepushe mimi wa bani na watoto wangu kitu gani? Tusije tuabudu masanamu. Yaani tutoe katika shirki, tuwe katika njia kwa mwenye sawa. Si hapo tu, bali pia kwa kiomba Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati al-muhamsha. Kwa pia naombea kizazi chake mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, baba anazidi anaombea kizazi chake. Rabbana wa taqabbal du'a. Allah tafadhali dua yetu. Pia wakati Nabii sallallahu alaihi wasallam, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadha ad-du'a, akiomba hii dua refu katika dua yake akisema wabarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa al-shahid wa dhurriyyatina. Usisaidie kizazi. Kwa nini mpepo wako? Kwa nini ukatitamana mtoto wako? Licha ya kwamba Uislamu linakufundisha mtoto huyo anahitaji dua kwa kuongoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema liyatadhakara al-'abdu, huyo mja huyo anyenyekee ila Allah, anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitu gani? Fi hidayati waladi, mtoto wake ili apate hidayah, anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aombe mtoto wake apate hidayah. Wanajati pia aombe mtoto wake Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe fi ulahu hapa duniani na kesho akhera. Vita mzimikithiri, vita mziko nini? Huyu mtu huyu mzazi huyu anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe amuongoze mtoto wake, amuombe Allah muokoe mtoto wake katika hizi vita. Hii anafanya vipi? Iqtidaan bil anbiya, anafuata mfumo wa maanbiya walikuwa nayo, si hayo tu pekee, pia wafudhala wa awliya na wema waliotangulia walikuwa pia hawa watu kufanya. Siku moja alikuja jamaa kwa Abdullah ibn Mubarak. Huyu jamaa amekuja na hasira, yashku hukuka ibni, anakuja kumshtaki kumfanya kwa mtoto wake anamkosea adabu, mtoto wake amheshimu, mtoto wake hampati respect. Angalia maneno ya Mubarak alimwambia, asema faqala, kamwambia akunta tabu alayhi, je mtoto wako unamwombea mangapi? Akunta tabu alayhi, mtoto wako unamwombea mangapi? Wanalaka wewe upotie wewe wakati unamwombea. Jamaa kwa haya akasema naam, ndio nilikuwa namwombea hiyo. Kisha akasema hala anta afsata, wewe ndio umepoteza mtoto wako, wewe ndio umemwahidi mtoto wako, wewe ndio umefanya sababu ya mtoto kupotea. Baba na mama, vipi bado utachini kumwombea mtoto wako? Achilia mbali katika vikao vyetu ambavyo tunazitumia kuwasengenya, kuwazungumza kwa ubaya na watoto wetu. Leo ni mkono tu kumwombea mtoto wako. Mwenyezi Mungu asaidia, Mwenyezi Mungu suluhishie, Mwenyezi Mungu linde muombe Allah subhanahu wa ta'ala asaidie kusaidishia huyu mtoto wako. Imam Dhahabi anataja katika sira yake, anasema kama Fudayl bin Iyad, Fudayl bin Iyad katika wema waliotangulia, angalia hapa, katika wema waliotangulia Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia
wake hakukata tamaa. Mzazi wake alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hapa Imam Dhahabi, fajtahada al-Fudayl alijaribu kadri anavyoweza yeye bidua la kumwombea dua. Kaja kumwombea dua gani? Akaomba hii dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kwa mimi leo nimwombee msichana wangu. Dua kwa mimi leo nimwombee kijana changu. Nisimtakie laana, nisikate tamaa, nisimzungumzie kwa watu. Nimwombee dua hii kama nilivyofanya wema waliotangulia. Alisema nini? Allahu anajikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni ijtahadtu fi ta'dib al-aliya, mimi nimejitahidi kadri niwezavyo kumnyosha mtoto wangu, nimejikaza namna niwezavyo kumnyosha mtoto wangu. Ona mapema au mimi nimeshindwa, sikuweza, sehemu nimefikia ndio mwisho wangu, kisha faadhibu mimi Allah, nibidie sasa mtoto wangu, nilainishie mtoto wangu, sikumchukua na kumpeleka kama mapakora au station na kata la nilainishie mtoto wangu. Angalia, fahadahu Allah bi du'a walidina, Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya baba kwa mtoto wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza Ali bin Iyad, akamuongoza. Ni Adh-Dhahabi anasema katika tafsiri ala hadha, baada ya anasema Imam Dhahabi, baada ya dua ya baba kwa mtoto, kana min kibari al-anbiya, kama ni kwa pale mwanzo kichwa ngumu hasikii, lakini kwa dua ya mzazi kwamba hakukata tamaa, dua ya mzazi kwamba alikuwa subra, alikuwa na subra, kana min kibari al-anbiya. Si hayo tu, wakana thiqatu, alikuwa na ilmu, alikuwa ni thiqa qanitan lillah khashi'an rabbaniya kabir shari. Kwa dua ya mzazi kwamba alimwombea mtoto wake. Watoto wetu jamaa, hali ni mbaya. Society imeharibika. Haikushemezi tu, bali wahitaji wewe kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha nukta ya mwisho kabisa, tukitasaidia katika kuhifadhi hii amani ya watoto ni bahati nyingi. Tatizo ni aulad ni kuepusha hao watoto kwanza wanaasu marafiki mkombani wao. Kisha pili, umajalisi lao, kisha huyo mtoto vikao vya upuzi hapatikani, wadhina na vikao ndani yake kapigwa muziki asipatikane, walifushi na vikao ndani yake kuna upuzi uchafu. Allah anasema ni haki ya mtoto kuonekana. Al-Allama Ibn Qayyim anasema katika Tuhfatul Mawlud, kadhalika pia yafaa yajibu ayujaddiba as-sabiyya idha aqila, mtoto mdogo huyu akishaanza kuwa na akili anafaa kupushwe kwanza majalisi lao, sehemu ya beti asionekane, sehemu ya uchafu asionekane, unamlea wadati sehemu za upuzi. Lakini leo ndio baba atashika kitendo chake mkono, atakuonesha mambo ya wazi nini, kwamba hii ndio sehemu ya kula Mungu, hii ndio sehemu ya kula miraa, hii ndio sehemu, kisha ategemee mtoto kama huyo awe katika njia ya kukomboa sawa. Walazima wasema al-fuhshi, na pia kuepusha pia na sehemu ambapo watu wanasikiza muziki, kwa kuwa muziki huu ni haramu. Wanapiga asili tu, pia sehemu ndani yake kuna uzushi, sehemu ambapo ndani yake kuna khurafa, kuna mtoto asiye mtatassum, na sehemu ndani yake panazungumzwa mambo ya upuzi, sehemu ambapo panazungumzwa mambo kama haifai. Kisha akatoa sababu akasema, idha alaka bisam'ihi, haya mambo yote haya yakiwa katika masikizi yake, alisikiza uchafu, alisikiza muziki, amelelewa katika bid'a na khurafat, asla mufarakata, hii itakuwa ni vigumu hiyo mambo kumuondokea fikira akiwa mtu mzima. Itakuwa ni nadra sana kwa kuwa amelelewa akisikia hiyo, wa asala walihi, na pia itakuwa ni ngumu sana kwa yule mzazi wake istinqadha kumwokoa mtoto wake. Kwa nini? Kwa kuwa fatahir awaid, kubadilisha desturi na tabia ya mtu inafa'al umuri, katika jambo zito, katika jambo gumu. Kwa nini? Kwa kuwa tayari ashaelewa hapo mtoto wako kwa hii amani, na hii amana hii utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwisho kabisa tambili amekwamba inapatikana sana katika hii masuala ya malezi, nayo nini? Istidam, watu watumia hawa al-khadimati, hawa katika maatina manani al-kafirati fi tarbiyati al-awlad, katika kuwalea watoto. Kwamba wewe kama una shughuli sana asubuhi na jioni, yaani wewe na mke wako hampatani isipokuwa wakati wa kulala tu, hamjulikana na kana watoto, mwisho kabisa mkaamua kuwatafuta hawa makafirati kuwalea watoto wetu.
misingi za ukafiri, misingi ya diplomasia sawa, alatufanya kulli wasaili wakafanya chini kuhakikisha kwamba huyu atu katika njia ya kugombania sawa. Sio tu katika madhara ya hapa tia kwa tunawafanya mama za watoto wetu, wanakata watoto wetu nashkul akhlaqi nabila, kuwafundisha watoto wetu tabia mbaya. Bali kuna baadhi za watoto tena hawajui baba zao na mama zao, bali mama yake ni huyo antia amegombana. Kwa hiyo taala leo najua kwamba tayari nishameesha mimi kwamba huyu mtoto aniamini, anatika mimi. Kwa nini? Kwa kuwa masaa 24 yeye pamoja na huyo mtoto, hivyo namchukua huyo mtoto kisha anampatia tabia ya mbaya. Pia hawa wamshangazi hapa, kwa tunawaamini, tunawaachia tutumie hizi amana taamuli na masaha wa kihani. Wengi katika hao hutumia wakati mwingine njia za kichawi, hutumia wakati mwingine njia si sawa. Kwa nini? Wewe ili apate awe ndio sababu ya kuharibu ile familia. Sisi wengi kwa kuwa wewe umeshindwa kujua kwamba kukaa na watoto ni amana, ukatafuta mtu ambaye kwamba hata hawezi kumlea watoto. Nukta ya mwisho angalia, al-Allama Ibn Taymiyyah anasema siku moja alimtia mtu, huyo mtu alikuwa anakuelezea namna gani alikuwa anajitahidi kuwalea watoto wake vizuri. Baada ya siku mtu mlakimu kalima tauhid, kila wakati mwingine watoto wangu walikuwa nakana wao chini na wanakishia kalima tauhid. Kisha mwakesha kutemea, lakini ifika wakati mkamwandika mfanyikazi wakati Nasara, huyu mfanyikazi alikuwa mfanyikazi wa Kinasara. Ile nilikuwa nayafanya yeye kama tuhidi anabadilisha, anamlakimu tauhid, ilikuwa na kumshia tauhid, lakini huyo mfanyikazi akibadilisha akida za wale watoto. Mtoto akiulizwa marabu kasema rabbi ya Isa, mola wangu ni Isa. Ameitwa wapi? Ameitwa pale katika huyo mmoja kwa mapeleko wa ada wale watoto. Mama, acha shughuli zako kwamba hazina faida. Hata shughuli yako kwamba haina umuhimu, angalia watoto wako. Jambo kwa wamuna wa nisa, angalia watoto wako nani anataka wao. Ndio mwisho Sheikh asema kwa hadhi masala, hii masala al-atima ni masala nzito. Ya kuandika hapa si rahisi, hata ni masala nzito. Yajibu alaina na atabira bihi, tuzingatie jamaa. Hawa tunapatia kazi zetu. Sisi ni rahisi kwenda wakaribu wakawafisikisha watoto wetu, mpaka wengine kuwafanya wale watoto wakawa wanatukia mpaka na wazazi wao. Yule mzazi kwa wale adui asema wanana baba tu, wanana mama tu, na masuala taulizo bila Allah subhanahu wa ta'ala. Ama Allah azza wa jalla hawa tusiwachungaji. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على الخلفاء الراشدين وبارك على وعلي وعثمان وبارك على صحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واصرف من شر الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للمؤمنين